somo ambalo tunakwenda kujifunza linasema Mungu anapendezwa na wenye haki. Mungu kwenye kile kitabu cha Zaburi sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 6. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya ukosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Naye atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Mstari wa 4. Sivyo walivyo wasio haki, hao ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Kwa kuwa Bwana ameijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Tunapomzungumzia mwenye haki ni nani? Mwenye haki ni yule anayetenda mapenzi ya Mungu. Mwenye haki ni yule anayetenda mapenzi ya Mungu. Mwenye haki ni mtu anayeisimamia kweli. Mwenye haki ni mtu anayeisimamia kweli. Lakini pia mwenye haki ni mtu asiyejichafua. Ni mtu asiyejichafua. Maisha yake ni matakatifu, hajichafui. Huyo ni mtu mwenye haki. Lakini mtu mwenye haki ni mtu asiyetamani mabaya. Mtu mwenye haki ni mtu asiyetamani mabaya. Tumesoma maandiko kwenye kitabu cha Zaburi. Anasema ni heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Ni kwamba hapa maandiko kinyume chake inasema ni heri mtu yule anayekwenda sawasawa na wenye haki. Yaani ana heri anayekwenda na wenye haki, lakini yule maandiko yanasema ni heri mtu asiyekwenda na wale watu wasiofanya haki, yaani wasiotenda haki. Unajitenga nao, hauambatani nao, haushirikiani nao watu wasio haki. Lakini we maisha yako ni mtu ambaye unaambatana na watu wenye haki, unashikamana na wenye haki, unafanya mambo yako na wenye haki, unashirikisha mambo yako na wenye haki. Wewe ndo Mungu ambaye anakutazama. Lakini Biblia inasema kwamba wale wasio haki usiambatane nao, wale wasio haki usifanye nao mapatano, wale wasio haki usishirikiane nao, watu wasio haki. Kwa sababu gani? Mtu ambaye asiye haki mbele za Bwana ni mtu ambaye anaweza akakupoteza muda wote. Siku zote mtu asiyekuwa na haki mbele za Bwana ni mtu ambaye hana ushauri mzuri. Ni mtu ambaye hawezi kukushauri vizuri sawasawa na mapenzi ya Mungu. Hawezi kukushauri mambo mazuri ya kiroho. Hawezi kukujenga. Hawezi kukuimarisha. Hawezi akakufanya ukasonga mbele. Ushauri atakaokupa ni ule wa kuhakikisha kwamba unakubomoa. Ushauri atakaokupa ni ule wa kuhakikisha kwamba hauwezi ukasonga mbele. Hata ikiwa kwenye mambo ya kiroho hawezi akakushauri vizuri. Hawezi kukushauri habari ya kuambatana, wala hawezi kukwambia mambo ambayo ni mema ya mwingine. Lazima atakwambia mambo mabaya ya watu wengine ili wachukie. Mtu asiye haki. Lakini mtu mwenye haki atakushauri vizuri. Mtu mwenye haki atakushauri mema. Mtu mwenye haki atakuonyesha njia iliyo sahihi. Hawezi akakupoteza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Watakao nielewa ni wale wenye haki. Haleluya, haleluya. Kwa tamani uwe mtu mwenye haki ili Mungu akufurahie. Tamani kuwa mtu mwenye haki ili Mungu aachilie mema kwenye maisha yako. Na ndio maana